فيا ربي عفوا لمن مادها إمام الوراء شرف الأشراف. Naam, katika adhkaru sala kitabu hichi tunafungua ukurasa wa 126 albabu rabi'u aljum'atu. Qala Allahu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu aliyeshinda na ametukuka asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha, wakati, nudi hapa kinadiwa au matangazo, watu lisala, waende kuswali, mi yaumi aljuma, sawa, siku ya aljuma, fasau, fanyeni haraka sana, ila dhikrillah, kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sio wadharul baya, biashara ziwachwe, dhalikum khairul lakum, fanya hivyo ni bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamuna, kama mna ufahamu mzuri wa mambo kama hayo. Idha qudiyatis sala, sala imekwisha, fantashiru fil ardi, tawanyikeni kwenye ardhi, wabtaghu min fadlillah, katika ardhi ya Allah tafuteni radhi za Allah, fadhila zake mbalimbali zinapatikana. Wadhkurullah, baada kumtaja Mwenyezi Mungu pana umuhimu wake, endeleeni kumtaja Mwenyezi Mungu kathira, kuliko sana, la'allakum, ili mpate kufaulu, la'allakum tuflihuna, ili mfaulu, sio ili uenda mfaulu, la'alla kwa maana litahqiqi, laysa bitaraji. Suratul Juma aya 109 hiyo mpaka 10. I'lam ayuha al-akhu al-mu'minu salihu, ndugu yangu muumini ulo mwema. Sheikh anasema anna al-jum'ata fardhu aini, Ijumaa ni faradhi ya lazima, ala kulli muslimi, kila muislam, balighi, mwenye balighi, aqili, aliyena akili, dhakari wa kiume, huri, aliye huru, sawa, muqimi, mkazi wa mji, sahihi, ambaye haumwi. Maruya an Tariq ni Shihabi radhiyallahu ta'ala anhu, anasema aljum'atu haqqun wa wajib, au aljum'atu haqqun wajib, Ijumaa ni haki, ni wajibu, ala kulli muslimi, juu ya kila muislamu, fi jamaa, iswaliwe katika jamaa, illa ala 4, isipokuwa watu 4 tu ndio sio haki na si wajibu kwa wao. Na maabdu mamluki, mtumwa alomilikiwa, wa mraa, na mwanamke, Ijumaa si haki yake, kwa maana kitu ambacho si haki ukikifanya, kwanza hakina malipo kwa sababu sio haki, na umefanya kosa kwa sababu umejikalifisha kwenye kitu kisichokuwa haki yako. Si haki, unapata malipo kivipi? Sababu ili iwe haki yako, kinyume na hapo na dhulumu, kwa sababu kinyume na haki ni dhulma, na mtu akifanya dhulma anapata nini? Ni makosa. Hebu tu tunaelewa vizuri maneno haya. Ikishakuwa kitu ni haki, anayefanya kinyume na hiyo haki ambayo sio yake, akalazimisha ni haki yangu na mimi nataka kwenda Ijumaa, huyu anakosea. Alafu ni wajib, ni wajib, ni wajib, na tuna kanuni ya mtu anayefanya wajibu anapata nini. Sasa wewe ambaye si wajibu, alafu ukalazimisha iwe ni wajibu kwako, nani atakulipa? Sababu ule wajibu haunao. Sasa tu malipo yanapatikana vipi kwenye kitu ambacho si wajibu kwako? Kwa hiyo tuzingatie vizuri hapo. Mwanamke yeye aswali adhuhuri nyumbani kwake, ndipo wanaposema kwamba sasa
bora hiyo khairu masajidun nisa, bora ya misikiti wanayoswaliwa kina mama ni majumba yao. Kwa sababu chanzo cha yeye kutoka msikitini kitakuwa ni kipi? Kwa sababu hana jamaa, Ijumaa si haki wala si wajibu. Maana sasa misikiti itakuwa hasa maalumu ya wale ambao wanakwenda wakaitafuta jamaa, alafu sasa wakatekeleze haki yao na uwajibu wao wautekeleze. Sasa kama itakuwa si haki, sio wajibu, na jamaa hana, yeye aswalie nyumbani, msikiti wake utakuwa ni wapi? Kwa sababu akisema atoke nje, uko msikitini unapopadai wewe ni msikiti, kungali hapo huo msikiti si haki ya yeye kuswalia hapo, kwa sababu hana haki na hiyo swala. Mabwana, tuende vizuri na mafuhumu haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wake na uhaki wake ni adhuhuri, basi ataswalia wapi? Kwa sababu hiyo jamaa yenyewe huko msikitini hanayo, haki si hanayo, wajibu hanayo. Afanyaje? Asiswali, ataswali, aswalie wapi sasa? Sababu akienda msikitini kule wanaenda watu wenye haki yake, yani kila anaenda ana haki yake. Wa kiume ni wajibu wake, wa kiume sio. Yeye hana haki wala si wajibu. Na hiyo jamaa pia kwenda kuitafuta msikitini pia hana jamaa, aswalie wapi? Ukilazimisha ende msikitini si haki wala si wajibu. Na hiyo jamaa, kwa sababu lazima Ijumaa iwe na jamaa, hana jamaa, aswalie wapi? Ni nyumbani. Za swala kubwa kama hii anakalifishwa mwanamke aswalie nyumbani, ili thawabu zipatikane nyingi na ule wajibu utekelezeke na haki impatie, kwa maana malipo yapatikane. Akitoka nje hakuna malipo. Wala tusidanganyane, haya ni maneno ya Mtume Muhammad. Kwa mimi wasipendi kupepesa macho. Kilicho haki ni yeye abaki nyumbani, aswali nyumbani, apate thawabu zile zinazokusudiwa pale. Twende. Wa mraa, mwanamke, wa sabii, na mtoto, wa maradhi, wa maridhi, na nani? Na mgonjwa. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema khatabana Rasulullah, siku moja Mtume alipotupa hutuba alisema, ya ayuhan nasu tubu ila Allah, watu nyie tubieni kwa Allah, kabla an tamutu, kabla hamjafa, wabadiru bil a'mali salih, fanyeni haraka kufanya matendo mema, kabla an tushghalu, kabla hamjaanza kushughulika na mambo bwana, wasilu, na muunge undugu, alladhina bainahu wa baina rabbikum, muunge baina yenu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mnaunga undugu kivivi? Bikathrati dhikrikum, kwa wingi wa kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Mkimtaja Allah Mwenyezi Mungu kwa wingi, basi mnaunga urafiki kwao. Wa kathrati sadaka, na wingi wa kusadaka, fisiri wala alania, sadaka za kisiri na kidhahiri. Turzaku, mtaruzukiwa. Watunsaru, na mtanusuriwa. Na watujbaru, na kisha mtazibwa, yani yale makosa yenu yatazibwa kwa thawabu. Waalamu, na mfahamu, anna Allah aftaradha alaykum aljum'ata, Mwenyezi Mungu amefaradhishwa kwa nyinyi wakina mume Ijumaa, fi maqami, isimamiwa katika mji, hadha, maeneo haya, fi yaumi hadha, siku hii, shari hadha, na mwezi huu, fi ami hadha, na mwaka huu, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama. Man taraka fi hayati, wanaambiwa wakina mume hao ni wanamume, ndio maana alaikum. Faman taraka, yeyote mwenye kuiacha aljuma fi hayati, katika maisha yake, au baadi, walahu imamun adilun, na imamu hasa anaweza kuswalisha, au jairun, au akafanya ujeuri tu. Imamu anaweza, lakini akafanya ujeuri, kaiacha. Istighfafan biha, kwa sababu ya kuifanya kuwa haina thamani, kuidogesha.
juhuda mbia na kuipinga ni kuona kwamba ya kazi gani Ijumaa bwana, acha tu nifanye mambo yangu hapa nini. Kwani wako watu aina hiyo hawana muda na Ijumaa wala swala za kawaida. Fala jamaa Allahu lahu shamlahu wala baraka lahu fi amri, Mwenyezi Mungu hato mkusanyia yeye mambo yake mazuri wala hato mbariki katika mambo yake kadhalika. Alafu ala fahamu wala salatan lahu, kwa kuacha Ijumaa ana swala zingine. Ala wala zakata lahu, kwa kuacha Ijumaa ana zaka kabisa. Ala wala haja lahu, hata hija akienda ikubaliki kwa sababu anaacha Ijumaa. Ala wala soma lahu, fahamu pia atafunga hawezi kuwa nayo. Ala wala birra lahu hata yatuba, na hana jema lolote mpaka atakapotubia. Kwa maana ile istighfafa, kwa maana kudharau Ijumaa, kutokwenda ya kazi gani na nini, awache hayo na atubie. Faman taba taba Allahu alayhi, mwenye kutubu basi Mwenyezi Mungu atamkubalia toba yake. Inshallah tuje tuondoke na tartibu al-khutba, namna ya mpangilio wa khutba ya Aljumaa.